Kuna mama mmoja alikuwa ni mjane, amefiwa na mume wake, lakini mume wake alikufa akamwachia kitoto kidogo cha miezi kama 2 hivi, na alikuwa na watoto wengine 3. Sasa yule mtoto wa kwanza alikuwa yeye ni mkubwa walau, yuko kama darasa la 3. Akamuuliza mama yake, mama, hivi watoto watu tunatokea wapi? Mama akasema tunatokea tumboni. Akasema tunapatikanaje? Mama akasema ukiona mtu tumbo limevimba ujue ana mtoto. Mtoto akaongeza swali la 3, kwa hiyo tukitaka kumtoa huwa anatokaje tumboni? Mama akashindwa kusema ukweli, akamwambia huwa tunachana tumbo tunatoa mtoto. Mtoto akasema aha, kwa hiyo na sisi tuna watoto tumboni? Mama akasema ndio, mna watoto, toka hapa kachezeni. Kakaenda na shauku ya kupata mtoto, kakamwita mdogo wake, kakamwambia unajua nini, tuna watoto tumboni. Sikiliza, lala chali ni kuchane tumbo nitoe. Yule mtoto akamvulisha nguo mtoto mwenzake, akachana tumbo. Hakuona mtoto zaidi ya utumbo uliomwagika nje. Na yule mama akasikia kelele za nguvu, mtoto analia. Mama anakimbia kwenda kuangalia, anakuta kale katoto kakubwa kamesha kimbia kujificha, haka kadogo utumbo unamwagika kwa nje. Ndipo yule mama akachukua gari lake kwenda kumpeleka mtoto aliyechanwa tumbo hospitali. Anapotoa gari pale alipolipaki, akasikia kitu kinalia kama mpira. Hakujali, akasonga mbele. Anafika njiani, mtoto akafa. Ndipo akakumbuka kumbe wakati anasikia kilio alikuwa anakaosha kale katoto ka miezi 2, amekaacha kwenye beseni. Anarudi kukaangalia, kamesha kunywa maji, kamekufa. Akasema wacha nimtafute huyu mkubwa wao, yuko wapi? Anamtafuta, kumbe huyu mkubwa alipochana tumbo la mwenzake akajificha chini ya gari. Ndio ule mlio uliosikika, aligongwa na akafa pale pale. Mama akapoteza watoto 3 kwa majibu ya kijinga. Siku hizi tunazaa watoto wenye akili timamu. Wejifanye tu kwa naibu, mtoto na kuuliza sasa, acha mambo ya kikubwa. Mambo ya kikubwa. Ndio maana wanasaikolojia wanashauri hata wale mlio kwenye ndoa, una mtoto wa mwezi 1, miezi 2, usivue nguo mbele yake. Ukadhani hakaoni chochote. Hata wengine wanapotaka hata kukwea yeye Tanzania, wanakwea tu na katoto kako macho, wanasema hakajui kama tunaenda Uingereza, hakaelewi chochote. Kumbe kanajua mmeshafika Paris, mnaelekea Marekani, mwambie jirani yako Marekani.